Mafuta kweli yamepanda bei. Kuna watu wanasema si dunia, sijui Irani, sijui wapi. Irani ama sijui Marekani haijapanga tozo kwenye mafuta hapa Tanzania. Wala hiyo Irani wanasema wewe haijakuja kuweka muongozo serikali uongoze vipi. Serikali tunaona hapa kwamba Tanzania kuna vitega uchumi vya kutosha. Ikitokea kwenye mafuta kuna athari kama hivi, basi watafute vyanzo vingine vya kukava hapa. Tunaona kila siku sejia kitoa ripoti kwamba sijui mtu ndege amepiga bilioni 100 ngapi. Hela zipo za kutosha. Kama kweli viongozi wetu mna wajali raia wenu, hebu punguzeni matumizi, punguzeni gharama za matumizi. Mfano, leo hii mnataka kila kiongozi atembelee gari ya V8 new model ya milioni 500 na hadi diwani. Kwa nini asipewa tayari aendeleshe ili punguze gharama za mafuta? Sababu mafuta nyinyi hamlipi ujue. Nyinyi gari hizo zinakulapia kwa sisi kwa mafuta, kodi tunatoa sisi, nyinyi hamchangia hata shilingi 100 kwenye mafuta hayo. Kwa hiyo mngefanya mpango angalau mpunguze gharama za matumizi kutuonya huruma sisi wananchi wenu. Ushauri wangu naomba mufanyie kazi, mkiwacha na mimi nitaungana na hao wanaosema kwamba nyinyi hampo kwa ajili ya raia wa Tanzania, hampo kwa ajili ya matumbo yenu na familia zenu. Kwa nini Zanzibar 3800 huko 4000 na? Ina maana wale kule wameweka tozo, serikali imebeba. Basi na huku Tanzania bara kama lofanyika Zanzibar, basi ifanyike na huku. Huwezi kutoka ukawaambia wananchi kwamba tuna mafuta ya kutosha miezi 6. Kesho yake ukapandisha mafuta. Ulikuwa na maana gani? Ulikuwa na wapima ili iweje? Mwenyekiti, mimi nafikiri gharama za uendeshaji wa serikali ni kubwa sana. Kwa mfano, hapo bungeni tu zile posho za wabunge zile, wakaamua badala ya kulipwa hizo posho za 100% wakalipwa 45%. Kama mtu hataki kupokea posho 45%, aache ubunge, wengine waingie, watakula hata 20%. Ingeweza kusaidia hii cost of living ambayo inajitokeza sasa hivi. Na lingine, ndugu mtangazaji, hatuhitaji ruzuku kwenye mafuta. Tunahitaji kama kodi VAT ni 18%, ishushe wa 12%. Pale kwenye mafuta kuna kodi zaidi ya 17. Kuna EURA wanachukua chakao, kuna huyu anachukua chakao, kuna petroleum ile shirika wanachukua chakao. Basi kama wanachukua 2%, wapewe 0.1%. Na ya mafuta kodi ishuke wa 12% ya VAT. Mbona tutaenda? Huruma imeenda wapi jamani ya wananchi hawa? Mbona hatuna mtetezi? Kwa sababu mimi na mashaka makubwa sana. Tuna waziri mkuu msomi mzuri sana mwenye ni PhD holder ya uchumi, Mwigulu Nchemba. Hiki kitu angekuwa alishakimaliza saa nyingi kabisa, kwamba anacheza hapa na hapa na hapa, mafuta yanabaki 3800 kama nchi zingine na maisha yaende, kwa sababu cost of living ya Watanzania is too high.